Ya, tunasema jambo wapendwa, tunawasalimu. Ni mtumishi Amani Lao. Ya, tunakuja kwa kipindi cha pili. Sasa tunaanza kazi rasmi ya kutangaza injili, kufundisha na kuhubiri maneno ya Bwana. Mbele ya kuanza kipindi chetu, nitawakumbusha kwamba tusisahau kusubscribe. Ni ya maana sana kweli. Mnapo watch, msisahau kujiabone, kusubscribe, msisahau kabisa, tunawasi. Msisahau kulike na msisahau hata kushare. Ni ya maana sana. Maana mnapo share ni kama gisi mnatangaza injili pamoja nasi. Ya, asante sana. Tunaamini kwamba tutakuwa pamoja kwa neema ya Bwana. Basi tunaanza kwa siku ya leo. Tutakuwa na teme ambayo itasema uamsho katika neno. Ndio teme ambayo tutaanza nayo kwa siku ya leo, ni uamsho katika neno. Ya, tunaposoma kitabu cha waraka wa Yuda sura ya kwanza mstari wa 5. Ya, tunasoma Yuda mstari wa kwanza sura ya 5. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Inasema hivi: tena napenda kuwakumbusha, ijapokuwa mumekwisha kujua haya yote, ya kwamba Bwana akiisha kuwaokoa watu katika nchi ya Misri, aliwaangamiza baadaye wale wasio amini. Inarudilia tena kitabu cha Yuda 1:5. Kinasema hivi: tena napenda kuwakumbusha, ijapokuwa mumekwisha kujua haya yote, ya kwamba Bwana akiisha kuwaokoa watu katika nchi ya Misri, aliwaangamiza baadaye wale wasio amini. Asante sana wapendwa. Taifa la Israeli lilitoka Misri kisha kuamini. Hawakutoka Misri kwa sababu Musa aliwaforce watoke Misri. Hawakutoka Misri kwa sababu wamepelekwa kwa nguvu, lakini walitoka Misri kisha kuamini ujumbe ambao Mungu aliweka ndani ya mtumishi wake Musa. Wakaamini neno ambalo Bwana aliloweka ndani ya mtumishi wake Musa. Wakaamini lile neno, wakatii lile neno. Amen. Walipoamini lile neno, ndipo sasa wakamata maamuzi ya kutoka katika nchi ya Misri. Na walipoamini, walionyesha ishara ya kwamba wameamini kile ambacho Bwana aliweka ndani ya mtumishi wake Musa. Waliamini ujumbe ambao Mungu aliweka ndani ya mtumishi wake Musa. Wakafanya ishara, wakachinja mwana kondoo, wakachinja mbuzi, wakapaka ile damu. Ilikuwa kama ni ishara ya kuamini ujumbe, neno ambalo Mungu aliloweka ndani ya mtumishi wake Musa. Na wapendwa, taifa la Israeli hawakuamini kama taifa, wala hawakuamini kama familia. Kila umoja wao aliamini kivyake. Kila umoja wao katika taifa la Israeli aliamini ujumbe ambao Bwana aliyoweka ndani ya Musa. Hawakufanya miringi ya kusema ya kwamba tuamini hivi ambavyo Musa anavizungumuza. Hapana. Hapakuwa miringi, hapana. Lakini kila umoja aliamini kivyake. Maana okovu haikuji kama gisi sisi wote. Hatuokolewi kama vile familia, hatuokolewi kama vile kundi, hatuokolewi kama vile kanisa kwa jumla.
kila mtu anavyoamini basi anaokolewa kivyake. Na ndivyo taifa la Israeli, kila umoja wao aliamini yale ambayo Bwana aliyoweka ndani ya mtumishi wake Musa. Basi walipoamini neno, basi Bwana sasa akaanza kutembea nao. Maana ile neno ndilo ilifanya wana wa Israeli wapate kibali mbele za Bwana. Ni ile neno sasa ikawaunganisha kati ya wana wa Israeli na Mungu. Maana waliamini neno, sasa wakaanza kutembea na Bwana. Ni kwa sababu waliamini neno ambalo Bwana aliloweka ndani ya mtumishi wake Musa. Na kupitia lile neno walilindwa jangwani, ni kupitia lile neno. Walikula jangwani, ni kupitia lile neno. Maana neno ilisimama nafasi ya Bwana. Walipotii neno, walipoheshimu neno, ni kama gisi walimheshimu Mungu wa mbinguni, ni kama gisi wamemsikia Mungu wa mbinguni, maana waliunganishwa na neno. Bwana sifiwe sana. Lakini katika safari, walipokuwa katika safari, wana wa Israeli wakabadilisha mtazamo. Wana wa Israeli wakaacha tena kumwamini Mungu, wakaacha kuamini neno ambalo Bwana aliweka ndani ya Musa. Wakaasi neno, wakawa na mashaka na neno ambalo Mungu aliweka ndani ya Musa. Wakabadili mtazamo, wakatamani wawe na Mungu ambaye watamuona, wakatamani wawe na Mungu ambaye watamugusa. Wakaacha kuamini kwa imani, wakaacha kuamini neno ambalo Bwana aliweka ndani ya mtumishi wake Musa. Tena wakaenda mbali zaidi, kisha kudharau neno, wakatamani hata kurudi katika nchi ya Misri. Wakatamani kurudi nafasi ambapo Bwana aliwatosha kupitia neno. Basi walipodharau neno, ni kama gisi wamemdharau Bwana. Basi na Bwana akaacha kutembea nao. Maana Mungu hawezi akatembea na mtu ambaye hamuamini. Mungu hawezi akatembea na mwanadamu ambaye anamdharau. Haitawezekana. Mungu anatembea na yule ambaye anamtii, na yule ambaye anamheshimu. Na kumheshimu Mungu ni kutii neno, ni kufuata neno. Unapoenda kinyume ya neno, ni kama gisi unamdharau Mungu, ni kama gisi unamtukana Mungu. Basi Bwana akawaacha. Kisha kuliacha neno, wakaangamia jangwani. Maana ni lile neno ndilo liliwafanya wawe na kibali mbele za Bwana. Unapokuwa na neno mbele za Bwana, wewe una uhai, wewe una nguvu, wewe unasimama imara. Lakini walipotupa neno, basi wakafia jangwani. Maana wametupa uzima, ni kama gisi wamedharau uzima. Hakuna tena gisi Mungu tena anaweza tena akawalinda, anaweza tena akawapigania. Na tayari wamekwisha kumwacha, na tayari wamekwisha kutupa neno. Unapotupa neno, basi ni kama gisi unatupa uhai wako. Kitu ambacho kilikuwa kinawaunganisha na Bwana peke yao wakakitenganisha. Walipokitenganisha, na wakafia jangwani. Maana hauwezi kuwa nje ya neno
kisha wewe uwe na uzima, kisha wewe uwe na uhai. Ni neno ndilo linakufanya uonekane kuwa uko na uhai mbele za Bwana. Katika dhambi wewe ni mfu, na mbele za Bwana wewe ni mfu. Kitu ambacho kinakupa tena uhai ni ile neno. Amen. Ndio kitu ambacho kinakupa tena uhai mbele za Bwana. Basi wakafia jangwani kwa sababu wamekosa neno. Hauwezi ukajiunganisha na Mungu pasipokuwa neno. Neno ndilo linakuunganisha na Bwana. Ndio maana maisha yetu mara kwa mara inapashwa ongozwa na neno. Mara kwa mara maisha yetu inapashwa ongozwa na neno. Si kusema ya kwamba nimeshika neno jana, basi leo ninaweza kwanza nikajifurahisha. Pale mbele za Bwana uko mfu, kwa sababu umezarau neno kwa ajili ya mambo ya duniani. Na nje ya neno hakuna uhai. Nje ya neno hakuna uzima ambao unaweza ukaupata ukiwa nje ya neno. Neno ndiyo ambayo inakupatia uzima. Amen. Sasa wapendwa, dunia ya leo, shetani anafariji waliokuwa wengi. Shetani anafariji watu ya kwamba eti Mungu anajua gisi ambavyo atatuokoa. Shetani anaambia watu hapana, ujipe moyo. Mungu anajua gisi ambavyo atakuokoa, kwa sababu wewe unavaa mwili, hautaweza kupigana na dhambi. Na watu wengi sana wanajifariji ya kwamba wanavaa mwili, hawawezi kuishinda dhambi. Na wanasema ya kwamba Mungu anajua gisi ambavyo atatokoa. Rafiki yangu, na kuambia ya kwamba Mungu hana ingine njia ambayo atamwokoa mwanadamu anapoenda nje ya neno. Amen. Bwana hajui ingine njia ambayo anaweza kaifanya ili akuokoe ukiwa nje ya neno. Hakuna hata moja. Acha kujifariji. Tunaokolewa ni kwa sababu tunashikamana na neno. Unaposhikamana na neno, ndio pale Bwana atakuokoa. Usiseme ya kwamba neema iko, tutokolewa kwa neema. Kuna wengi sana wanajifariji, wanasema usiku na mchana, bado neema ingaliki, tutaokoka tu, neema ingaliki. Mpendwa, acha kujifariji. Neema haikufunzi wewe uende katika dhambi. Neema haitafunika dhambi zako. Neema haitafunika mabaya yako, wala neema haitabadilisha dhambi kuwa mema. Neema haibadilishi giza kuwa mwanga. Sio kazi ya neema. Maana mara kwa mara neema inatufundisha jinsi ya kuacha dhambi. Neema mara kwa mara inatufundisha kwa jinsi ambavyo tutaepukana na dhambi. Neema inatufundisha jinsi ya kwamba tutashika neno. Amen. Ukiwa na neema tofauti na hiyo, basi hiyo haiko neema ambayo iko katika Biblia. Hakuna nafasi ambapo neema inatufundisha kutenda dhambi. Hakuna nafasi ambapo neema inatuhimiza tutende dhambi. Hatuna neema kama na hiyo. Neema yetu ni kutuangazia mwanga ili tujiepushe na giza. Amen. Tusome kwanza kuhusu neema, gisi ambavyo inatufundisha. Tutasoma Tito mstari wa 2 sura ya 11. Tunasoma kuhusu neema, maana watu wengi
wanapotosha watu kuhusu neema. Watu wanajifariji sana kusema ya kwamba tutende tu maovu, tutende tu dhambi kwa sababu neema bado ingaliki. Lakini hatuna neema ambayo inatutuma katika dhambi. Hatuna neema ambayo inatufundisha tutende dhambi. Hatuna neema kama na hiyo. Basi tusome Tito mstari wa 2 sura ya 11. Tunasoma kwa jina la Yesu. Maana neema ya Mungu iwaokoao wanadamu wote imefunguliwa. 12. Nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Amena. Ndugu zangu, neema ya Bwana imefunguliwa. Bwana amefungua neema yake, hakuifanya iwe siri. Neema imefunguliwa ili itufundishe. Kazi ya neema ni kutufundisha kuacha dhambi. Kazi ya neema ni kutufundisha jinsi ya kuepukana na dhambi na sio kwenda katika dhambi. Hatuna neema ambayo itafunika dhambi ya mwanadamu, lakini kazi ya neema ni kutuweka katika nuru. Ni kututosha katika giza, kutuweka katika nuru. Ndiyo kazi ya neema. Ni kutafuta wale ambao wanaishi katika giza ili wapate kwenda katika nuru. Amen. Bwana sifiwe sana. Hatuwezi tukamsogelea Bwana, hatuwezi tukajipatanisha na Bwana tunapozarau neno. Hatuwezi tukapata kibali mbele za Bwana tunapotupa neno. Pale neema itakuwa haina nafasi katika maisha yetu. Tunapoambatana na neno, tunapoambatana na neno la Bwana, ndipo pale neema itapata nafasi. Ndipo pale neema itatufundisha usiku na mchana jinsi ya kuacha dhambi. Neema itatufunza mara kwa mara jinsi ya kukimbia dhambi. Mara kwa mara hiyo neema itatuangazia mwanga mkubwa kutoka mbinguni. Amen. Wandugu wapendwa, hatuwezi tukaishi katika ulevi kisha tunajisifu ya kwamba neema iko. Hakuna neema kama na hiyo. Hatuwezi tukaishi katika usharati kisha baadaye tukajisifu aseme bado neema inatenda kazi. Hakuna neema kama na hiyo. Hatuwezi tukaishi katika maovu ya kila aina kisha tunajisifu ya kwamba Mungu anajua jinsi ambavyo atatuokoa. Hiyo haitawezekana. Nje ya neno, pembeni ya neno, Mungu hana ingine njia ambayo anaweza akatuokoa. Amen. Bwana anatuokoa tunapokuwa katika neno. Bwana anatuokoa tunapotii neno. Maana unaposhika neno, unapotii neno, ni kama gise unamtii Mungu wako wa mbinguni, na pale anakufanya kuwa mwana wake. Bwana sifiwe sana. Bwana hata okoa kwa upendeleo. Shetani anapokuambia kwamba we tenda tu, ungaliki kijana bado, Mungu anajua gisi ambavyo atakuokoa. Rafiki yangu, Mungu hataokoa kwa upendeleo. Mungu ataokoa kwa haki. Baba ataazibu kwa haki. Haki yako ndiyo itakupa nafasi mbele za Bwana. Haki yako ndiyo itakufanya wewe uwe mtoto wa Bwana. Ni haki yako. Tenda vema. Tenda vema usiku na mchana.
Na kutenda vema ni kutii neno. Tenda vema. Unapotii neno, unapotembea na neno, utatenda vema. Utasikia boga ya dhambi. Hauwezi ukatenda dhambi, maana utasikia boga ya dhambi. Maana unaposhika neno, basi Mungu atatembea na wewe. Na Bwana akitembea na wewe, shetani hatapata nafasi katika maisha yako. Shetani atakusogelea. Je, na wewe unashika neno? Na wewe uko pamoja na Bwana? Shetani hatapata nafasi katika maisha yako. Ni kwa sababu unashika neno. Unaposhika neno, utatenda vema. Bwana sifiwe sana. Mpendwa, tenda vema. Tutende vema ili tupate kibali mbele za Bwana. Tutende vema ili Bwana aonekane akitembea na sisi. Kama hukutenda vema, utafia jangwani. Kama hukutenda vema, utafia chini ya mti wa mretemu. Kama ukutenda vema, wewe utaonekana kuwa mfu mbele za Bwana. Mungu akamwambia Kaini. Mungu akamwambia Kaini, Kaini, amua vema Kaini, tenda vema Kaini. Unapotenda vema, nawe utapata kibali mbele zangu Kaini. Tenda vema. Ndugu yako ametenda vema, na ndio maana amepata kibali mbele zangu. Ndugu yako ameshtii neno, ametii neno, ndio maana alipata kibali mbele zangu. Nawe Kaini, utende vema. Kama utendi vema, dhambi inakuotea. Amen. Kama hautendi vema, dhambi inakuotea. Neema inatuhimiza tutende vema. Amen. Neema inatuhimiza tutende vema. Bwana sifiwe sana. Maana kama hautendi vema, rafiki yangu, dhambi itakotea. Mungu hakusema ya kwamba Kaini, kama hautendi vema, neema inakuotea. Wala neema iko. Mungu hakumwambia Kaini, kama hautendi vema, neema iko. Hapana. Mungu alimwambia wazi Kaini, kama hautendi vema, dhambi inakuotea ili kurarue. Shetani anakuwinda. Unapoacha kutii neno, shetani atakuwinda ili akurarue. Maana unapoikala nje ya neno, basi wewe utararuliwa na shetani. Unapoishi nje ya neno, mpendwa, dhambi itakurarua. Dhambi itakurarua. Dhambi itakurarua. Upendo wa Bwana ni kwa wale ambao wanatenda vema. Wale ambao walimpokea, aliwafanya kuwa watoto wake. Hawezi kuwa mtoto wa Bwana bila kushika neno. Haitawezekana. Wana wa Israeli walipoamini neno, walitembea na Bwana, lakini walipoacha neno, Bwana akawaacha. Amen. Maana sio Bwana wa upendeleo. Utakapoamini neno, utatembea na Bwana. Utakapoacha neno, Bwana atakuacha. Utafia jangwani, utafia chini ya mti wa mretemu. Shetani asikudanganye ya kwamba Mungu anajua gisi ambavyo atakuokoa. Shetani anakudanganya, rafiki yangu. Shetani anakudanganya. Asikupatie moyo ya kwamba uko mwanadamu. Una uwezo wa kushinda dhambi.
Sisi ni wanadamu, sisi ni Wakristo, tuna uwezo wa kushinda dhambi, na inatupashwa tuishinde dhambi kwa kushika neno. Tusome Mwanzo, kitabu cha Mwanzo sura ya 4 mstari wa 7. Tusome Mwanzo sura ya 4 mstari wa 7. Mwanzo 4 mstari wa 7. Habari za Kain. Mstari wa 7. Mungu akasema, kama ukitenda vyema hutapata kibali, usipotenda vyema dhambi iko inakotea malangoni, nayo inakutamani wewe, lakini yapasa uishinde. Amen. Bwana asifiwe sana. Inatupashwa tuishinde dhambi. Inatupasha tuishinde dhambi kwa sababu inatuwinda usiku na mchana. Dhambi inawinda yule ambaye anadharau neno. Ndio dhambi inamuwinda mara kwa mara, inamotea kama vile simba inamotea mwanambuzi. Lakini ni wajibu wetu wa kushinda hiyo dhambi. Ndiyo wajibu wetu, ni kushinda dhambi, ni kupigana kwa ajili ya dhambi, na shetani asiweke ndani mwetu uzembe ya kwamba tutaokolewa tu. Hapana, tutaokolewa tunapotenda vema. Tutaokolewa ni kwa kutii neno la Bwana, ndipo tutaokolewa. Kinyume ya neno tutakwenda kinyume na mapenzi ya Bwana na tutafia jangwani. Maana kitu ambacho kinatupatia uhai ni neno la Bwana. Wandugu zangu, ninawasihi sana tufanye vema ili tupate kuishinda dhambi. Tufanye vema ili tupate kuishinda dhambi. Na kwa kushinda dhambi ni kushikamana na neno, bila kuangalia nyuma, bila kuangalia pembeni, bila kuangalia mbele. Tushikamane na neno, maana neno ndiyo taa katika maisha yetu. Neno inapozimika ndani mwetu, basi ni kama gisi tunakaribisha kifo ndani mwetu. Hatuwezi kuwa na uhai pale ambapo neno imezimika ndani mwetu. Lakini mara kwa mara tuombe Roho Mtakatifu ili atujaze nguvu ya kushinda dhambi, atupatie uwezo ya kupambana na yule mwovu shetani. Ni kwa kushika neno. Wapendwa, kwa kushika neno. Leo nitaongea tu, hii itakuwa ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili itakuwa tena baada ya juma moja. Kwa siku ya leo nitaishia hapa, lakini ninawaita wapendwa, sana tujiangalie. Usikubali shetani aushike moyo wako kwa kudanganya kwamba Mungu anajua gisi ambavyo atakuokoa. Huo ni uongo wa shetani. Usikubali kubaki katika uongo wa shetani. Rafiki yangu, ninakusihi sana, kama kuna vitu ambavyo vinakuelemea, basi ungaliki na nafasi ya kuwatembelea watumishi wa Bwana ili wakuombee kwa Bwana. Popote pale ambapo uliko, rafiki yangu, kama haujabatizwa, ni muda wako wa kubatizwa. Ni muda wako wa kushika neno. Usibakie bila kubatizwa, usibakie bila kushika neno. Utakuwa mufu. Dunia isikudanganye. Rafiki yangu, dunia isikudanganye. Ni muda wako wa kushika neno. Ni muda wako wa kusogelea watumishi wa Mungu. Popote pale ambapo uliko, rafiki yangu, kama dhambi kwako ingaliki ni mzigo, ninakuomba usogelee watumishi ambao wako karibu na wewe.
Sogelea kanisa la Kikristo ambalo liko pembeni yako. Wende upige magoti mbele watumishi wa Bwana na kutubu ili wakuombee msamaha. Maana ungaliki na nafasi ya kesho, inajua Mungu. Hapana kusema ya kwamba nitatubu kesho. Hiyo ni kauli ya shetani ambayo mara kwa mara aneweka ndani mwako ili akudistrere ya kwamba utatubu kesho. Hiyo ni kauli ya shetani. Rafiki yangu, usikubali shetani atie kauli yake ndani mwako. Sogelea utumishi wa Bwana popote pale ambapo uliko ili utengeneze maisha yako. Kama ni kubatiza, uambie unahitaji ubatizwe, nini ambayo inakupashwa, watakufunza, watakuelekeza. Inakusi rafiki yangu, bado tuna muda ya kutenda mema na kuacha maovu. Ninakusi sana rafiki yangu, umsogelee Bwana, umsogelee Mungu wetu wa mbinguni, umsogelee mkombozi wetu Yesu Kristo, umwamini kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, naye atakushika mkono, naye atatembea na wewe katika jangwa na hata kuacha katika jangwa. Ninasema asante. Hii ni sehemu ya kwanza ya hii somo, na Mungu atubariki. Amena. Lakini msisahau kusubscribe wala kucomment wala kuandika wala kutumana ma comment, na kama una mahitaji hapana kuitia pale nafasi ya comment, patakuwa namba ambayo itakuwa juu ya mahitaji. Ninashukuru sana. Nitaomba kisha kukata ndani juu ya masaa, na Bwana atubariki. Amena.